dada mmoja wakati mimi niko Manzese. Alikuja akaniambia, pastor, nahitaji kuolewa lakini kuna ndoto inanihangaisha sana. Nikamuuliza ikoje? Anasema naweza nisikumbuke kwa usahihi wake maana ni muda mrefu kidogo, ila nitawaambia vile vitu muhimu ninavyovikumbuka. Anasema nimeota tunapiga match, tunaingia kanisani, lakini wakati ule tumefika kanisani, nilipokuwa ninaangalia wakati wa kuapishwa, nikashangaa kwamba huyu ambaye nina apa naye amegeuka, amekuwa mbwa. Anasema lakini ndoto nikaidharau, nikaacha hivyo hivyo ilivyo, nikaacha kabisa. Anasema unajua kuna watu wana ile shauku ya kuolewa, kwa hata kama mwambie nini hakuelewi. Iko sawa eh? Lakini siku zikaenda, amekazana, hapana, kuna watu labda wanafanya hivi ili mimi nisiolewe na nini na nini. Basi akaendelea kukaa kama hivyo hivyo. Hiyo siku amekuja mimi kulioni kwa sababu ameona ndoto ya pili tena. Nikamwambia ilikuwa kwaje? Anasema nimeota nimeolewa, nimefunga ndoa. Sema hii ni tofauti na ile ya kwanza. Nimekuta kwamba nimeshaolewa tayari, niko nyumbani. Anasema hii yenyewe ilianzia tu pale ambapo niko nyumbani tayari, tunaishi na mume wangu. Anasema lakini ghafla nikasikia mume wangu ananiita, yuko chumbani, akaniambia njoo. Anasema nilipoingia mle ndani nikakuta amegeuka, amekuwa nyoka. Anasema kwa hiyo nimeamka ninadundwa na moyo kabisa, ninaogopa kabisa kabisa. Anasema sasa nimemsimulia mama mzazi. Nilipomsimulia akaniambia nije, alikusikia ukifundisha, niambie hii ina maana gani? Nikamwambia hata mimi sijui maana yake. Maana kuna wengine kusubiria utoe maana wakakunukuu. Aende kwa jamaa yake ambie pastor ameniambia wewe nyoka kabisa. Nikamwambia hata mimi sijui, ila ninachojua ni hiki. Kuna kitu Mungu anakuambia. Sasa kwa sababu kuna kitu unaambiwa, funga na kuomba Mungu akuambie maana yake nini. Alifunga na kuomba. Wakati wanakaribia kufunga ndoa, hapo pakana mgogoro mkubwa, panatokea hiki, lakini mwisho walioana. Wao wakaoana, wakaendelea na maisha yao katika ndoa. Mimi nilikaa mpaka nilisahau. Maana wakati huo nikahama, nikaenda mtaa mwingine. Wakati niko mtaa mwingine sasa, ndipo anakuja siku hiyo sasa, naambia pastor, nikwambie wewe ninakulaumu. Nikamwambia haya, ulijua lakini ulinificha. Nikamwambia kwa lipi tena? Unajidai umenisahau. Unajua watu wakiwa na msongo unaweza akakunyookea kama unahusika. Nikamwambia mimi sikumbuki vizuri. Anasema mimi ndio nilikuja hivi na hivi wakati ule, ukaniambia tu kwa mafumbo niombe sana, niliomba ikawa hivi na hivi. Nikamwambia sasa ulitaka? Nilitaka uniambie moja kwa moja. Nikamwambia sikiliza, mimi ni mtu mzima, kwenye kesi zote za mahusiano nimejifunza kuwa na breki. Haleluya, maana utanukuliwa siku moja. Nikamwambia sasa sikiliza, imekuwaje? Akasema nimepona kuuawa mara 3. Akasema hivi ninavyokuja hapa na kuambia hivi, nimepigwa, nimekuja kuzinduka asubuhi. Kwa hiyo na makovu ya kutosha kabisa. Nikamwambia jipe moyo. Mnaweza kunielewa kidogo sasa eh? Kuna vitu vingi sana Mungu anatuambia ila sisi ndio tunaopuuza. Na kuna vingine vikitokea, kwa mfano hapa najua naongea na watu wengine ambao Mungu aliwaonya kwa njia ya ndoto wakapuuza, na kuna mabaya wanapata. Ni kuomba usije ukasononeka sana. Mrudi tu Mungu, mwambie Mungu ninakiri makosa yangu ya kuto kukusikiliza.